Leo ningependa niweze kuwafunza namna ya kuweza kusoma ufahamu na kuweza kudondoa alama maridhawa. Hii ni karatasi ya pili katika gredi ya 9 mwaka wa 2025 katika mtihani wa Kenya Junior School Education this year assessment. So nataka kuongoza wanafunzi namna ya kuweza kujibu maswali ya ufahamu. Hapa nitaweza kutoa ufahamu fulani ambao utakuwa ni ufahamu aya ya kwanza, alafu niweze kuwaongoza namna ya kuweza kujibu maswali bila wasiwasi. Nitasoma ufahamu. Ni bora kujifunza kufanya huduma ya kwanza. Kila mtu anafaa apewe mafunzo ya kufanya huduma ya kwanza. Hii itasaidia kuokoa maisha ya majeruhi na hata kupunguza maumivu kabla ya kumpeleka hospitalini. Vifaa vya kufanyia huduma ya kwanza huwekwa ndani ya sanduku maalumu, kwa Kiingereza first aid kit. Vifaa hivi ni kama vile glove, bandeji, pamba, kipima joto, makasi na tembe za kuzuia maumivu. Mwisho wa aya ya kwanza. Swali la kwanza ni je, taja faida 2 ambazo zimeelezwa za kujifunza huduma ya kwanza. Taja faida 2 ambazo zimeelezwa za kujifunza huduma ya kwanza. So kwanza kabisa tunajua ya kwamba huduma ya kwanza hupunguza maumivu. Nambari ya 2, huokoa maisha ya majeruhi kabla ya kupelekwa hospitalini. Swali la 2, kulingana na kifungu, mtu aliyepata majeraha huitwa? Hili ndilo jibu. Kwa hivyo, ili kuweza kupata swali lile, utarejelea tena kifungu chako mpaka mahali ambapo kumeandikwa majeruhi. Hii itasaidia kuokoa maisha ya majeruhi na hata kupunguza maumivu kabla ya kupelekwa hospitalini. Kwa hivyo, kulingana na kifungu, mtu ambaye amepata majeraha huitwa majeruhi. Wingi wa majeruhi ni majeruhi bado, lakini wingi wa umoja wa majeraha ni jeraha. Sehemu ya 3, eleza matumizi ya vifaa hivi. Bendeji. So bendeji kazi yake ni kufunga vidonda. Pamba. Kazi ya pamba ni kupangusa damu, ama pia unasema hutumika wakati ambapo unafunga vidonda. Unaweka pamba ndani ili iweze kuvuta majimaji ama unyevunyevu. Nambari ya 4, taja vifaa vya kufanyia huduma ambavyo vinapatikana ndani ya sanduku maalum la kubeba vifaa vya huduma ya kwanza. Kwa hivyo tuko na makasi. Kazi ya makasi ni kukata nyuzi za pamba au pia bendeji. Na sasema pia tunatumia makasi kukata sehemu ya ngozi iliyo pata jeraha vibaya. Alafu pia usisahau kusema kipima joto. Kazi ya kipima joto ni kupima joto ya majeruhi ama mtu ambaye amegonjeka ama ameugua. Pole kwa kusema kugonjeka, watu nasema kuugua katika Kiswahili sanifu. Pamba, hiyo tumesema pamba kazi yake ni kupanguza damu, na bendeji ni kufunika vidonda ama kufunga vidonda. Glavu
Glavu ni vifaa ambavyo tunavaa kwenye mikono yetu, sana sana tunapohudumia majeruhi, ili tusiguze damu, tuweze kuchafua vidonda vya wenyewe, ama aidha pia tusiambukizwe magonjwa ambayo yanaweza ambukizwa kutoka kwa mtu mmoja hadi mwingine. Pia tunaweza pata tembe kutoka ndani ya sanduku la maalum la kubeba vitu vya huduma ya kwanza. Kazi ya tembe ni nini? Tembe hutumika kuzuia maumivu, yaani painkillers. Swali la pili. Geuza sentensi hii iwe katika wakati uliopita, hali ya kuendelea. Wakati uliopita, hali ya kuendelea, tunatumia li, ki. Hivi ndivyo viambishi tunavyotumia kurejelea ama kugeuza sentensi iwe katika wakati uliopita, hali ya kuendelea. Li, ki. Li ni kiambishi cha wakati uliopita na ki ni kiambishi kinachoonyesha kwamba kitendo kilikuwa kikiendelea ama hali ilikuwa ikiendelea. Kwa mfano, nilikuwa nikifua nguo mwalimu alipofika. Nilikuwa nikiandika insha mwalimu alipoingia darasani. Unaona? Kamilisha sentensi ama kamilisha jedwali hili. Tuko na maamkuzi na nyakati katika siku. Sabalaheri. Sabalaheri jibu lake ni aheri na ni maamkuzi ya wakati wa asubuhi. Masalaheri jibu lake ni aheri pia na tunapata hiyo ni salamu ya jioni. Hiyo ni salamu ya wakati wa jioni. Kuna maagano vile vile, kuna maagano ya usiku. Maagano ya usiku ni kama vile alamsiki na jibu lake ni binuru. Tuonane kesho, jibu lake ni majaliwa. Ulale salama, nawe pia. Usiku mwema, nawe pia au pia nawe. Ndoto njema, jibu lake ni za mafanikio ama ndoto ya mafanikio. Naona, hayo ni maagano ya muda wa usiku. Na maagano ya maagano ambayo mnaagana na hutarajii kumwona mtu hivi karibuni, tunasema buriani, na jibu lake litakuwa buriani ndawa. Litakuwa buriani ndawa. Tunga sentensi ukitumia vitenzi hivi. Kitenzi cha kwanza ni cheka na kitenzi cha pili ni kuwa. Cheka ni kitenzi. Kwa hivyo unaweza sema nilicheka hadi mbavu zikavunjika. Nilicheka hadi machozi yakanitiririka. Kuwa. Nilikuwa nikisoma mwalimu alipoingia. Mwalimu alitueleza kuwa ni vyema kusoma ufahamu kwa makini ndipo tufahamu yaliyojiri. Naona. Bainisha vitenzi vikuu na vitenzi visaidizi katika orodha hii. Tuko na angali, amecheza, anaandika na atakuwa. Vitenzi visaidizi ni vipi kati ya hivi vinne? Na vitenzi vikuu ni vipi katika hivi vinne ambavyo umepewa? Kulingana na mimi, vitenzi visaidizi ni angali. Na mifano yake ni mwalimu angali anatufunza. Kitenzi cha pili ambacho ni kisaidizi ni atakuwa. Mwalimu atakuwa akifunza leo jioni. Vitenzi vikuu. Vitenzi vikuu ni vitenzi ambavyo vimebeba ujumbe maalum ama ujumbe kamili katika sentensi na vinajisimamia vyenyewe. Kwa mfano, amecheza, mwalimu amecheza, mwanafunzi amecheza. Unaona,
anaandika, mwanafunzi anaandika, mwalimu anaandika ubaoni. Unaona? Hivyo ndivyo vitenzi vikuu. Na tunaweza pia tunga sentensi moja na iwe na vitenzi viwili. Kimoja cha kwanza ni kisaidizi na cha pili ni kitenzi kikuu. Kwa mfano, mwalimu angali anafunza darasani. Mwalimu angali anafunza darasani. Mwalimu angali anafunza darasani. Kwa hivyo mwalimu ni nomino, angali ni kitenzi kisaidizi, anafunza sahihi kama tunavyoongea ni kitenzi kikuu, darasani ni kielezi cha mahali. Kielezi cha mahali. Tunaelezwa alipo mwalimu. Mwalimu wetu yumo darasani anafunza. Jaza mapengo ukitumia vitenzi vishirikishi vifahavyo. Usisahau mpenzi msikilizaji ya kwamba tuko na vitenzi aina ainati. Tuko na vitenzi visaidizi, vitenzi vikuu, kuna vitenzi vishirikishi, tuko na vitenzi vishirikishi vikamilifu na vinginevyo. Kwa hivyo vitenzi vishirikishi ni kama vile ndi, ni, yu, ki na vinginevyo. Pia si, ukanusho wa ni. Mimi ni mwalimu, mimi si mwalimu. Naona. Kwa hivyo hapa tuko na sentensi 3 ambazo tunafaa tutumie vitenzi vishirikishi. Ndiko, ni, ndilo, ili tuweze kutunga ama kukamilisha sentensi ambazo tumepewa. Sentensi ya kwanza ni siri, pengo, wanafunzi wa gredi ya 7. Siri ni mwanafunzi wa gredi ya 7. Pili, hilo ndilo litakaloliwa leo jioni. Katika ngeli ya liya, ndilo, ngeli ya liya, ndiyo, wingi wa ngeli ya liya, ndizo, ngeli ya izi au uzi. Ni wapi kwingine? Ndiko, ngeli ya pakumu, ku, ko, ku, ke. Kule ndiko kwao, place, kule ndiko kwao. Mle ndimo mwao, mle ndimo mwao. Huku ndiko kwao, pakumu. Andika sentensi hizi kwa wingi na kutayarishia prediction ya kwanza ama ubashiri wa kwanza mtihani wa gredi ya 9 Kenya Junior Secondary Education Assessment. Kwa hivyo na kuandalia ubashiri wa kwanza uweze kupita ama kupasi mitihani yako. Andika kwa wingi. Kijana huyu anafanya kazi. Wingi ni vijana hawa wanafanya kazi. Mti huu utakatwa kesho. Miti hii itakatwa kesho. Geuza sentensi hizi ziwe katika hali ya umoja. Mayai yatapikwa asubuhi. Mayai yatapikwa asubuhi. Ngeli ya liya kwa sababu ya. Kwa hivyo umoja ni yai litapikwa asubuhi. Yai litapikwa asubuhi. Tuko na viatu vyao viliraruka vibaya. Vyao, ao. Kwa hivyo tuko na wimbo angu etu ako enu. Ake ao angu etu. Naona. Angu etu ako enu. Ake ao angu etu, angu etu, ake angu etu, ake angu etu, ake ao. Kwa hivyo ake ni umoja, chake, zake. Unaona, chake, kiatu chake, kalamu yake, kikombe chake, mwalimu wake. Na wingi utakuwa ao, walimu wao, viatu vyao. Naona, kwa hivyo hapa tuko na viatu vyao viliraruka vibaya. Kwa hivyo itakuwa kiatu chake kiliraruka vibaya.
mikate ile iliokwa vizuri. Ile. Kwa hivyo itakuwa mkate ule uliokwa vizuri. Uliokwa vizuri. Naam. Hebu ni kuongoze katika tafakari, katika kutafakari kwingine hapa. Tunasema fungukate. Tunasema fungukate. Nataka kuongoza namna ya kujibu maswali ya vifungukate. Hapa tuko na taifa pengo. Kwanza kabisa, ili kuweza kujibu swali la vifungukate bila hata kupoteza alama hata moja, ni vyema uweze kuelewa tunafaa tusome kifungu kile bila hata kujibu jambo lolote, bila hata kutia alama. Kwanza weka kalamu chini, pitia kifungu kile ukiweka mistari ama nafasi zilizoachwa vizuri palipofaa. Kwa mfano, taifa pengo. Kenya ni miongoni pengo. Mataifa machache sana pengo. Utajiri mkubwa wa kitamaduni. Ni nchi yenye watu milioni 50 wanaozungumza zaidi ya lugha 40. Kila kabila pengo, mila pengo, desturi na tamaduni pengo. Kwa hivyo hapa tunasoma bila kujibu ama bila hata kutia alama yoyote, ili tuweze kupata maudhui. Tuweze kupata ni jambo lipi ambalo linazungumziwa kwenye kifungu kile. Na baada ya kupata maudhui, tutakuja kwenye majibu ama viteuzi. Tuweze kutambua kiteuzi kizuri zaidi ama mwafaka zaidi, ili kuweza kukiweka katikati ya pengo, ili tusome sentensi yote iwe sahihi. Kwa mfano, taifa. Ngeli ya taifa ni ngeli ya li ya. Kwa hivyo utachukua la kwa sababu ya ngeli. Taifa la Kenya. Huwezi sema taifa ya Kenya. Huwezi sema mwa. Mwa inamaanisha ndani ya. Nimo ndani mwa chupa ninaburundika. Nimo ndani mwa chupa kweli naburundika. Nimo ndani mwa Yesu naburundika. Nimo ndani mwa Yesu kweli naburundika. Nimo ndani mwa. I'm inside. You see? Tumo ndani mwa darasa. So kwa hivyo elewa kwa haraka na kwa uchache ya kwamba mwa tunarejelea ndani ya wa, ngeli ya awa. Unaona? So kwa hivyo taifa la Kenya ni miongoni ni among. So ni miongoni mwa pengo mataifa. Ni miongoni mwa miongoni mwa mataifa machache sana. Mataifa, unaona nimeweka wingi. Wingi wa taifa ni mataifa. Kwa hivyo tunachukua kiambishi ya ama tunaweka kiambishi ya, machache sana. Tuende yenye utajiri makubwa. Wewe sema lenye. Ukisema lenye umerejelea umoja taifa. Na tunataka miongoni mwa mataifa machache sana ambayo, yani yenye utajiri mkubwa wa kitamaduni. Ni nchi yenye watu. Nchi gani hiyo? Kenya. Taifa la Kenya ni nchi yenye watu milioni 50 wanaozungumza zaidi ya lugha 40. Kila kabila. Kwa hivyo hapa tunaenda na umoja. Kila kabila. Each plural, singular. Let's go with the singular. Kila kabila. Ngeli ya liya. Kabila ni ngeli ya liya. So hapa wana tathmini uwezo kukumbuka ngeli ya liya kwa wingi. Kila kabila. Tuende na uwezo ama ina. Ina ni ngeli ya easy. Lina, liya. Kina. Uwezo ama kina. Kina ni kivi. Wana. Kwa hivyo wana ni ngeli ya awa. Urejelei watu. Unarejelea taifa. Kabila. Yani tribe. Each tribe has. We are going with the singular. Each tribe has mila. Culture. Mila. Culture.
Kwa hivyo tutaenda na mba. Kila kabila lina mila, desturi na tamaduni lake, la hasha, zake, wake, yake. Kwa hivyo tunasema kila kabila lina mila, desturi na tamaduni zake, tamaduni zake, tamaduni zake. Kwa hivyo tunarejelea tamaduni kwa wingi, tamaduni juu umoja ni utamaduni. Kama ni umoja tungesema utamaduni wake. Unaona? Lakini kwa sababu tamaduni ni nyingi, tunasema tamaduni zake. Zake za nani? Za kabila hili moja ambalo tumesema each tribe has culture, desturi na tamaduni zake. Kwa hivyo ndivyo tunavyoweza kujibu swali la kifungu kate bila hata kubananga muda ama kupoteza sekunde zako. Ukisema kwamba hapa sijui, usijikune kichwa ya kwamba hapa sijielewi, hapa sijui. Wewe tu weka kalamu chini, elewa Mwalimu Ayubu Mweti asha kuongoza namna ya kuweza kujibu na kubeba alama zote kikapuni kuelekea nyumbani nazo. Na kutakia kila laheri unapoendelea kundurusu na kusoma, huku ukisubscribe, kushare na kucomment ukisema kwamba umesaidika na nimekusaidia kwa hili ama lile. Bila hata kusahau, usisahau pia kushare na marafiki zako waweze kufikiwa na ujumbe huu. Mwalimu wako ni Mwalimu Ayubu Mweti. Mimi ni mwalimu wa Kiswahili katika gredi ya 9, 8, 7, 6 na pia madarasa ya chini. Huku uko na uwezo wa kuweza kusaidiwa ikiwa utapatana video hii na unahitaji msaada wa aina yoyote. Nambari yangu ya simu ikiwa unaweza nifikia ni 0717028334 na utaweza kusaidika unapofaa. Usisahau pia unaweza nunua soda, unaweza nunua pia kakitu tu, at least tu surprise your teacher. Aweze pia kuendelea kujikaza na kujituma, akitarajia Mungu aweze kufungua milango ya matumaini iweze kufunguka na tuweze kusonga mbele pamoja. Bila wewe siwezi tengeneza video hii na nimetengeneza kwa ajili yako. Share na Mungu naye ataweza kukusaidia zaidi tunapoendelea kusaidiana hapa, na nitaweza pia kutayarisha ubashiri wa pili na ubashiri wa tatu, lakini huu ndio ulikuwa ubashiri wa kwanza namna kuweza